Wakati Israeli na Irani zikiendelea kushambuliana vikali, waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei hapasi kuendelea kuwepo. Matamshi hayo makali ya Katz yametolewa wakati rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa China Xi Jinping wakilaani vikali mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran. Mwenzangu Angela Mdungu na taarifa zaidi. Akizungumza kwenye mji wa Holon baada ya Iran kurusha mkururo wa makombora na mojawapo kuipiga hospitali kubwa ya Sokora mjini Beersheba, waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema Ayatollah Khamenei ambaye anaiongoza Iran na aliyetangaza maangamizi dhidi ya Israel hawezi kuruhusiwa kuendelea kuwepo. Zaidi, Katz amebainisha kuwa hakuna nafasi ya mazungumzo ya usuluhishi kati ya pande hizo mbili. Mazungumzo pekee yanayofanyika ni kati ya makombora yanayorushwa na ndege za jeshi la anga la Israel na makombora ya adui. Hatuna na hatutakuwa na mazungumzo nao. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kuwa ataondoa kitisho cha nyuklia cha Iran na kuwa taifa lake liko katika hatua za mwisho za kukiondoa. Kando ya matamshi hayo ya viongozi wa Israel, polisi nchini Iran imetangaza kuwa imewakamata takriban watu 24 wanaotuhumiwa kufanya ujasusi kwa ajili ya Israel na kwa harakati za kuichafua taswira ya Iran. Taarifa hiyo imetolewa na kamanda wa polisi wa magharibi mwa mji mkuu Tehran, Kiumaz Aziz, kupitia shirika la habari la Tasnim la Iran. Katika hatua nyingine, serikali za mataifa mbalimbali zinafanya juhudi za kuwaondoa maelfu ya raia wake walio Iran na Israel kwa mabasi na ndege kutokana na mzozo unaoendelea. Miongoni mwa nchi ambazo tayari zimeshaanza kuwahamisha raia wake ni pamoja na za bara la Ulaya, China, Marekani na Australia, Japan, Vietnam na Ufilipino. Haya yanajiri wakati rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa China Xi Jinping wakilaani vikali mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Wawili hao ambao wamezungumza kwa njia ya simu wamesisitiza kuwa mzozo huo unahitaji suluhisho la kidiplomasia. Nao Umoja wa Mataifa umesema umefadhaishwa kuona athari mbaya kwa raia wasio na hatia katika mgogoro kati ya Iran na Israel, huku ukizitaka pande hizo zijizuie. Katika taarifa yake, mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa Volker Turk ameongeza kuwa vitisho na uchochezi kutoka kwa viongozi waandamizi wa mataifa yanayohusika na mgogoro huo vinaashiria madhumuni yao yanayotia hofu ya kuwadhuru raia. Tunasalia bado hapo. Mashambulizi ya anga yanayoendeshwa na Israeli dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran yameibua wasiwasi mkubwa wa kimataifa, wakati Teherani ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani. Taarifa mpya zinaonyesha uwezekano wa shughuli za siri zinazozidi matumizi ya kiraia, huku maeneo muhimu kama Natanz, Isfahan na Fordo yakilengwa. Mengi zaidi na Wakiumbogo. Kwa siku kadhaa, Israel imeendeleza mashambulizi ya angani dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran, ikishuku kuwa serikali ya Tehran inalenga kutengeneza bomu la nyuklia. Ingawa viongozi wa Iran wamekanusha madai hayo, wameendelea kueneza mitambo ya nyuklia katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, huku baadhi ya vituo vikidaiwa kuwa na miundombinu ya siri chini ya ardhi inayoweza kutumika kwa shughuli za kijeshi. Katika mji wa Natanz katikati mwa Iran, ambapo urani imekuwa ikirutubishwa kwa kiwango kikubwa, mashambulizi ya Israel yameripotiwa kuharibu karibu kabisa mitambo ya juu ya ardhi ya kurutubisha urani. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la atomiki IAEA, Rafael Grossi, aliliambia shirika la utangazaji la BBC kuwa hata kama sehemu za chini ya ardhi hazikuguswa moja kwa moja, kukatika kwa umeme kutokana na mashambulizi kunaweza kusababisha uharibifu mkubwa zaidi na huenda kukawa na hatari ya mionzi ndani ya kituo hicho. Katika kituo cha teknolojia ya nyuklia cha Isfahan kilicho karibu na Natanz, angalau majengo 4 yameripotiwa kuharibika. Kituo hicho kilikuwa kikihusika na mchakato wa urutubishaji wa urani. Mbali na Natanz, Iran ina kituo kingine muhimu cha kurutubisha urani kilichoko Fordo, kusini mwa Tehran. Kituo hiki kilichojengwa kwa siri kwenye eneo la kijeshi karibu na mji wa Qom, kimejengwa ndani ya mlima kwa ulinzi dhidi ya mashambulizi.
Licha ya taarifa kuwa mashambulizi ya Israel yamefanyika pia hapo, bado hakuna uthibitisho wa uharibifu mkubwa. Tangu mwaka 2012, Fordo imekuwa ikitumika kurutubisha urani kwa hadi 20% kwa matumizi ya kimatibabu. Inakadiriwa kuwa jumla ya mitambo 3,000 ya kurutubisha urani imefungwa ndani ya kituo hicho. Ingawa ni kidogo kuliko Natanz, Fordo ina uwezo wa kurutubisha urani kwa viwango vya juu zaidi vinavyoweza kutumika katika utengenezaji wa silaha. Taarifa kutoka kwa shirika la IAEA zinaonyesha kuwa hadi mwishoni mwa Mei, Iran ilikuwa na zaidi ya kilo 400 za urani iliyotengenezwa kwa 60%. Kwa mujibu wa wataalamu wa taasisi ya sayansi na usalama wa kimataifa, kwa uwezo wa sasa wa Fordo, Iran ingeweza kutengeneza kilo 233 za urani inayofaa kwa silaha ndani ya wiki 3 pekee, kiwango kinachotosha kwa mabomu kadhaa ya nyuklia. Kituo cha Fordo kinaweza kuwa miongoni mwa malengo makuu ya mashambulizi yajayo ya Israel. Hata hivyo, kutokana na kuwa kimejengwa kwa kina cha mita 60 hadi 90 chini ya ardhi na kuzungukwa na saruji imara, ni vigumu kukiharibu kwa urahisi.